Habari yenu. Leo napenda niongea na wanafunzi wa kidato cha 4 kuhusu somo la Kiswahili. Somo hili la Kiswahili ni somo rahisi sana kulifaulu kwa mwanafunzi ambaye ameweka nia na jitihada dhati. Na katika somo hili mwanafunzi anaweza kubebwa mada moja tu ya fasihi. Katika mtihani wa kidato cha 4, mada ya fasihi inabeba alama 45, max 45. Hizi max 45 mwanafunzi akisoma fasihi vizuri ni rahisi sana kuzipata. Na ukipata max alama 45 maana yake una C. Kwa hiyo mada moja tu ya fasihi inampatia mwanafunzi alama C. Inagawanywa hivi. Kuna maswali yale matatu ya essay au insha mnasema kwa Kiswahili. Swali la 9, la 10 na 11. Hapo mwanafunzi anajibu maswali mawili. Hayo maswali mawili maana yake yatakuwa yana alama 30. Kwa hiyo tumeisha mongonyoa kwenye fasihi alama 30 kwenye mtihani wetu. Baada ya fasihi sasa kuna swali la 5 mpaka la 8. Haya maswali haya yanakuaga na alama 8. Na kuna swali moja wapo wanauliza mambo ya fasihi. Utakuta wanauliza romolomo, utakuta wanauliza mambo ya sekai, utakuta wanauliza mambo ya ngoswe pale. Swali la 8 pale sio fasihi, lakini amekuuliza swali la fasihi. Swali lina alama 8. Ukichukua 30 ukajumlisha na 8 una alama 38. Kwenye 45 zinapungua 7. Utaziokota humu kwenye aidha swali la kwanza la kuchagua au swali la pili la kumatch item, yani kulinganisha upande A na upande B. Hasa mwanangu, mwanafunzi wa kidato cha 4, hivi unashindwa kupata C kweli? Nasema na wewe tena unashindwa kupata C? Kwa hiyo nikushauri kuanzia leo soma fasihi kwa nguvu zako zote, kwa sababu hapo kwenye fasihi ndio kuna mtihani wako wa Kiswahili. Kwa hiyo kuanzia leo ukiweka nguvu sana kwenye fasihi, wewe hapo utakuwa umeshapiga hatua ya kwenda kupata C au B au hata A ya mtihani wa Kiswahili kidato cha 4. Kwa hiyo nikushauri au nikutie moyo, usicheze na fasihi. Soma mwanzo mwisho ili uweze kuelewa sasa, ili uweze kujibu maswali yake ambayo mwisho wa siku kwenye mtihani wa kidato cha 4 yatakupatia alama mpaka 45. Umenielewa? Somo lijalo nitakuletea kipengele cha namna ya kubadilisha dhamira kuwa ujumbe. Kwa sababu maswali pia yanakuwa na mitego. Mtu anajua swali vizuri, lakini sasa anajibuje? Anachukua dhamira, anajibia ujumbe. Nafikiri hapo nikifika hapo nitatumia kama dakika 5 mpaka 10 ili nifafanue zaidi na nikueleze unabadilije dhamira kuwa ujumbe, unabadilije ujumbe kuwa mafunzo, na hapo ndipo anakuwa na shida. Na pia nitakufundisha namna ya kuanza kujibu swali la fasihi, hasa sana unapoandika ule utangulizi wako. Kwa hiyo utangulizi pale kuna alama 2 na huko kwingine kuna alama 2 mpaka huko chini. Sasa yote nitakufundisha kwenye kipindi kijacho. Jiandae, kuwa tayari, jipange. Nataka nikupeleke hatua moja baada ya nyingine ili mwisho wa siku sasa swali la fasihi likitoka tu wewe unalipata. Kwa hiyo leo nimeanza na kukuambia uzito wa fasihi kwenye mtihani wa kidato cha 4. Fasihi inachukua alama 45, ina uzito wa alama 45, asilimia 45. Kwa hiyo imegawanyika hivyo. Kingia kwenye mtihani wako wa NECTA, swali lako lazima ukute lina alama 15. Swali la 9, 10 na 11 linakuwa na alama 15. Sasa nikutakie mafanikio na nikuombe sasa kuwa makini kusubscribe video zangu, ulike na comment
Maswali mengine nitakuwa nakujibu moja kwa moja pale kwenye video utakapokuwa umelike, comment na kusubscribe. Karibu tuwe pamoja, na kipindi kijacho nitakufundisha sasa. Hicho ndicho kuahidi. Asante, uwe na jioni njema. Msalimie mzazi wako, mwalimu akusalimia. Karibu sana.